Unajua hii dunia the way ilivyokuwa designed, imekuwa designed kuwa na watu wa aina mbili. Kuna slavery na master, au master na slavery. Kuna mtu ambaye anayewatumikia watu na kuna yule ambaye anayewatumikisha watu. Sasa huwezi kuwa neutral katika hali hii. Lazima utakuwa unawatumikia watu au ni lazima utakuwa unawatumikisha watu. Sasa wewe ujiangalie upo wapi katika kundi hili. Lazima you can't be neutral. Huwezi kuwa neutral. Kwa lazima utakuwa katika pande zote hizo mbili. Sasa leo tuzungumzia securing your freedom. Namna ya kupata uhuru sasa. Maybe unawatumikia watu au unatumikia pesa au unatumikia kitu ambacho unakiona kwamba unatumikia tabia zako na nini zimekushinda kabisa. Namna ya kujiondoa sasa. Vipi unaweza kujiondoa kutumikia kile ambacho hutaki wewe kikuathiri katika maisha yako ya kila siku. Kwa leo tutazungumzia 7 forms of modern slavery. Aina 7 za modern slavery. Aina 7 za modern slavery. Utumwa wa kisasa uko vipi? Huu si ule utumwa wa zamani, hapana, huu ni utumwa wa kisasa. Aina ya kwanza ni spiritual slavery, utumwa wa kiroho. Sasa huu utumwa wa kiroho ni utumwa ambao umewaathiri watu wengi sana katika jamii zetu za kileo, kwa sababu wengi wameingia katika ushirikina, wengi wakaenda kutambika katika mizimu kwa sababu akili zao tayari zishakuwa affected, zimeshaathirika. Kwa jambo fulani likitokea atakuwa ni mzimu amesababisha, au mabwana wakubwa wale babu zetu ndio sababu ya hili jambo limetokea, mvua imekata wanaenda. Sasa watu tayari wameshaathirika katika akili zao, wanaacha tena kumtegemea yule aliyewaumba, wanaanza kutumikia na kuwa watumwa wa mizimu, kuwa watumwa wa majini. Sasa hili ni jambo ambalo huwezi kuliondoa isipokuwa kusoma kwa watu ambao ni wazuri wa kufundisha haya mambo na ni waaminifu katika kutoa elimu ya aina hiyo. Aina ya pili ni professional slavery. Professional slavery, utumwa wa kikazi. Kuna baadhi ya watu wanafanya kazi au wanasoma professional zao lakini hawahitaji, hawataki. Ndio maana kuna msemo unasema one of the change will bring your life is to forsake your profession and start living your passion and your vision. Miongoni mwa sababu kubwa ya mabadiliko utakayoleta katika maisha yako ni kuacha ile professional yako na kuanza kuishi ndoto yako na passion yako unayoitaka. Kwa sababu wengi tuna passion. Wewe una kitu unachokipenda, una vision yako, wewe unataka kufika sehemu fulani, lakini profession yako imekuzuia. Na baadhi ya watu, mtu ni engineer, yeye anaona biashara haimuhusu. Mtu daktari anaona biashara haimuhusu. Asema mimi siwezi kufanya jambo hilo, ni jambo la watu fulani. Sasa wanaacha kwenda kwenye fursa tofauti katika jamii, wao wanaanza kufikiria. Unajua hii system ya elimu sisi inatulazimisha tuwe vile inavyohitaji, si vile sisi tunavyotaka. Hasa hii ni changamoto kubwa sana ambayo imetusababishia wengi sana kuzitumikia sehemu ambazo hatuzihitaji na hatuzipendi. Maybe wewe ni engineer leo au ni daktari leo au ni mtu yeyote, ni mwanasheria, lakini hujapenda hivyo ulivyo na wala hukutarajia kwa hivyo, lakini umekuwa hivyo kwa sababu imetokea na huna namna ya kuondoka katika hali hiyo. Sasa hii unaweza ukaacha au unaweza kuwa employed, lakini ile passion yako na vision yako usije kuiacha kwa sababu ya aina hiyo. Aina ya pili ni emotional slavery. Emotional slavery, hisia. Kuna baadhi ya watu wanaendeshwa na hisia. Kwa mfano, pia kuna baadhi ya watu wanaotumia wale wanaowapenda sana. Kwa mfano, una mke au una mume lakini unampenda sana, sasa anatumia ule udhaifu wako, wewe unampenda, anakutumikisha, anakutesa, anafanya nini. Sasa au kuna baba yako, mama yako ulikuwa ukimpenda sana, basi Allah kamchukua akafariki. Sasa kuna baadhi ya watu wanapoteza ile nguvu ya kusoma kwa sababu wao wanajua kwamba yeye alikuwa ni muhimili mkubwa sana katika masomo yao, wana fail na
acha kabisa. Sasa hii namna ya kuondoa tabia hii ni kuishi na watu ambao wanaweza kukupatia nasaha na nini na mambo mengi ambayo yanaweza kukupeleka mbele na yatakufanya usurudi nyuma. Aina ya 4 ni sin slavery. Sin slavery, utumwa wa madhambi. Yani kiangalia wewe huenda kuna baadhi ya madhambi yanakutesa sana. Yani unasema ya kwamba mimi kama nikiliacha hili dhambi ambalo kila siku naliingia, ambao kila siku naingia hii dhambi, nikiacha, nikifanikiwa nikiacha, basi takuwa mtu mzuri sana. Sasa huu utumwa huu ni utumwa mbaya sana ambao unakufanya unakosa hata huna amani, hujiamini mbele ya Mola wako, hujiamini kabisa. Kwa sababu unajiona haya, yani ukijiangalia kwenye kioo, kwenye mira, mpaka unajiona aibu. Kwa mfano kuna baadhi ya watu wamekuwa wameathirika sana na uzinifu. Kwa mfano yani mtu leo anazini, baada ya wiki anatubia, leo analia, lakini baada ya wiki anarudi tayari kashakuwa addicted. Au kuna baadhi ya watu wamekuwa affected na pornography, leo anaangalia, anatubia, lakini baada ya siku anarudia tena, baada ya siku anarudia tena, tayari dopamine katika ubongo wake ushakuwa affected, neurons zile tayari zishakuwa affected. Hasa namna ya kurisikiwa tabia hizi ni kumlilia Mola wako na kutubia mara kwa mara. Usichoki kutubia kwa sababu haijalishi unafanya mara ngapi, lakini kinachomata how you repent to your creator. Ni mara ngapi wewe unatubia kwa Mola wako, haijalishi ni mara ngapi. Kwa hiyo shetani anaweza kukurejesha nyuma na ukajiona kwamba ni mtu dhaifu sana, mtu wa hovyo, lakini usikate tamaa katika kurejea katika mambo yako, na pia ukijitahidi kuyaacha yale ambayo uliyozoea katika kuyafanya. Aina ya 5 ni behavioral slavery, utumwa wa tabia. Kuna baadhi ya tabia si dhambi maybe, lakini zikithirishwa zinakuwa ni dhambi pia. Lakini kwa mfano kutumia pesa vibaya. Yani kuna baadhi ya watu wana matumizi ya hovyo ya pesa. Yeye akiwa hana pesa anaapia kabisa kwamba mimi nikipata pesa sitaitumia kwa kitu fulani, lakini akipata pesa ananunua vitu ambavyo havina ulazima mpaka pesa itakapoisha. Anaanza sasa kushtuka kwamba jamani, sasa kwa nini nilifanya vile? Kwa nini nilifanya vile? Anaanza kujilaumu mwenyewe. Unaona? Au kuna baadhi ya watu wanapoteza muda kuangalia mpira. Yani mtu mpira akifungwa kwa mfano timu yake, akili inaruka, anashindwa mpaka kufanya vile vitu ambavyo vitamnufaisha kwa sababu ya mpira. Tayari kashakuwa affected na mpira. Sasa hizi ni aina chache ambazo nilitaka tuongee kwa siku ya leo, japokuwa kuna aina zingine tumeziacha, lakini hizi ni aina miongoni mwa aina za utumwa ambazo inabidi mtu pambane nazo ziweze kukuondokea katika maisha yako ili uishi maisha ya amani na furaha. Yes.